Shangazi. Nini sasa? Kitu gani? Kitu gani? Angalia dadi nimemwaga chini. Shangazi, shangazi nini? Sasa mbona mfosi kunywa dawa shangazi lakini? Sasa ulitaka nifanyeje? Si anaumwa huyu? Si anaumwa? Ila shangazi weje umfosi? Mbona mweza kuwa kunywa kawaida tu? Ushawahi kumwona mgonjwa akataka dawa? Kwa unanifundisha, si ndio? Unanifundisha? Njoo kae na huyu msukule wako hapa. Na dawa ishamwagika, sijui utaletwa wapi dawa nyingine. Akaa na huyo mtu wako hapa. Waone kwanza. Na mtafuata baba yenu kwani? Dada. Hujaumia? Dada. Nishike wapi niache wapi? Nasije panda bila ngazi. Dunia ina huruma. Dangu swali sawa. Utapona. Nina moyo wa uchungu. Moyo umebeba vingi. Nimeshuka hapa ndo nakaribia huko. Sio muda mrefu nafika hapo. Vipi mafundo yashafika? Simariki? Wewe simariki? Vipi ndugu yangu? Vipi? Sana. Na siku nyingi. Fresh mwanangu, vipi? Kama kawaida. Mwanangu umewaka. Mbona umeharibika sana ndugu yangu? Oya. Kitambo sana ndugu yangu. Mwanangu mjini hapa tuonani. Siishi maeneo haya. Vipi wewe? Mimi ndio maeneo yangu ndo ninavyoishi. Umeona? Msanii. Vipi? Ndio kwako hapo? Hapa utawala wangu hapa, unaelewa? Oya. Tumejitafuta mzee, unajua? Hapa mjini, hauwezi kaa kizembe tu. Umewaka. Hapa utawala wangu nakuja kuangalia mazingira hapa. Na yule pale ndani unaelewa hapa mfanyakazi wangu, kwa hiyo nimekuja kuangalia mazingira hapa, nilikuwa naondoka mtaani sasa hivi. Yaani kama bahati ndugu yangu nimekuona. Umeona? Sema kitu kingine unajua nini? Kutoka kwa nyumbani afu kutoka nyumbani utaelekea na mishe zako kwenda site. Tunaweza nikakusindikiza site kwako. Kwa kweli mwanangu kitambo. Kitambo sana mwanangu. Yaani hiyo sio cha kupinga hicho. Pita kwanza nyumbani, muone kwa mwana shemeji yako. Unajua tena? Asiwe sana tukai bure. Amini yani. Kwa hiyo kama mwana shemeji yako nyumbani. Unaona mazingira kama hivi. Ndio ananiwezesha. Kwa kitambo mwanangu, itabidi twende mwanangu. Ila sio itabidi twende. Yaani ukatie baraka mwanangu. Ni miaka mingi sana ndio yana. Ila kiukweli umewaka. Msanii tu mwanangu, sio sanii kawaida, unajua? Kulia. Unakimbilia wapi? Nilikuwa naingia ndani kuchukua sabuni nikaoge. Baada ya kutuona sisi tunakuja ndo nakimbilia ndani kwenda kuchukua sabuni ukaoge. Ndio, maana nilikuwa nakuta maji hapa nataka niende wangu. Mbona kama unatusumbua? Dada, una nini? Una shida gani? Mbona siku ambayo umekuja kuchukua mkopo ulikopo mstaarabu? Kuhusu hela yenu ndo nilikuwa najitafuta siku mbili hizi niwaletee.
Unajitafuta siku mbili hizi. Upokei simu. Kila tukikupigia simu yako haipatikani, sijui mara upokei nini? Nilikuwa busy ndio maana nilikuwa sijapokea simu yenu. Yaani unaubize kana kwamba mpaka simu yetu sisi haionekani na kwa haina maana kwa ubize wako. Kona nyingi sana. Kwa nini? Tunakudai 500,000. 500,000 ambayo ulikuja pale ofisini na ukasema unahitaji kwa ajili ya kuja kuanzisha mradi wako wa biashara ya kuku. Naelewa. Lakini sawa, ingia kwa ndani tugae pesa yetu. Au tufanye kitu kingine tofauti? Hapana. Dada. Hakuna hapana. Tunachotaka ni hela tuondoke. Kuna tatizo gani? Vipi brother, unamfahamu? Ndio namfahamu, huyu hapa ni mke wangu. Okay. Basi sawa, sio mbaya, ni vizuri tumekuta wote wawili. Sasa huyu mkeo huyu anaitwa Shu. Amekuja ofisini kwetu kwa kuhitaji mkopo. Ametukopa shilingi 500,000 za Kitanzania. Akiwa ana madai ya kusema anataka kuja kuanzisha kufanya biashara ya kuku. Na mdhamini wake aliyekuja naye aliacha kila kitu pale, hususan kama unavyojua utambulisho. Tunamdai 500,000. Mwezi wa 3 sasa hivi hajarejesha mrejesho wowote na watu kimpigia simu hapokei. Ana matatizo gani? Hasa mke wangu, kwa nini ulikopa? Ulikuwa una shida gani? Hamna mume wangu, nilipitiwa tu. Sawa, sasa samani brother. Hayo ni maongezi yako wewe, baina yako wewe na mkeo. Sisi tumefuata hapa pesa yetu. Mambo haya mawili. Aidha tupate pesa yetu tunayoidai au tuchukue vitu ambavyo vinatuhusu kulingana na pesa yetu. Sasa kaka, kwa kuwa nimefika sasa hivi, nimetoka safari, nilikuwa naombeni mnipatie siku hii moja tu ya leo. Saa kesho naletea pesa yenu kabisa kwenye ofisi zenu za mikopo. Unajua kwa sio rahisi. Jamani, naombeni feje mnisaidie kwa hilo. Kwa kuwa matatizo yameshatokea, naombeni feje mnisaidie kwa hilo kwamba kesho naletea kabisa mwenyewe kwenye ofisi zenu za mikopo hela yenu. Sawa, tunajaribu kukuelewa. Hii ni mara kwanza tunafika hapa nyumbani kwako. Ndio. Ikitokea tumekuja tena, hatakuwa na kumsikiliza wote. Hatamsikiliza huyu, hatakusikiliza wewe, yani chochote zaidi ya pesa yetu, au utachukua chochote ambacho kinatuhusu kulingana na pesa yetu. Madam, namba chukua namba zake za simu huyo. Andika 0688. Haya. Ikitokea tumekuja tena, ndugu yangu, muone siku njema. Sasa mke wangu, kwa nini hukuniambia? Hamna mume wangu, nilipitiwa. Tunaomba unisamehe. Umezungua sana kabisa ese. Karibu sana ndugu yangu. Karibu kae nyumbani. Oya. Vipi ndugu yangu? Mwanangu umejipata. Ndio hivyo, unajua tena mjini kupambana. Tumejitafuta tumejipata, si unajua? Naona. Kawaida lakini sio kivile sana. Kwa mwanangu ndo naishi hapa manake. Naishi hapa ndugu yangu, nimenunua niko hapa mwanangu. Ndio unaishi na huyu mwanamke unasema? Nahisi yuko atakuwa yuko ndani. Baby. Njoo nakuja. Njoo chao basi, kuna mgeni hapa. Msalimie. Haya. Ndio hivyo ndugu yangu, miaka mingi sana tujaonana. Sana. Salma. Wewe umeniambia unaenda chuo? Hapa ndo chuo? Vipi ndugu yangu? Kwa nini unamfahamu? Sikia. Huyu ni mpenzi wangu. Unavyoona mwanamke, kula yake, vaa yake, kumsomesha na mlipia ada mimi. Na hadi wazazi wake wanaumwa matibabu na gharamia mimi. Na leo asubuhi ametoka kwangu kwa anaenda chuo. Sikiza ndugu yangu Simaliki. Hebu punguza kwanza hasira.
Mimi huyu ni mpenzi wangu, alafu ni muda mrefu. Na unavyonielekeza masuala ya chuo, mbona kama sikuelewi? Mimi sijui kama wewe mtu wa chuo. Si wewe? Umejua ni mtu wa kishua tu. Mwe. Na ndio maana nilikokusimulia kwamba kwa mtu wa kishua nini ananisaidia vitu vingi sana hapa nyumbani. Si umeelewa? Sasa nashangaa unavyoniambia kwamba sijui mambo ya chuo, sio mimi sielewi. Kwa hiyo ndio nakulipia hapa. Sikia gai. Huyu ni mpenzi wangu. Na we Salma, kuanzia leo, yani leo hii, ole wako nitafute. Ole wako. Sadike. Mbona kuna sia ndugu yangu? Tusikie huko bwana ndugu yangu bwana. Sikia gai. Ni kwa heshima yako tu. La sivyo damu ingemwagika huko. Ni kwa heshima yako tu mwanangu. Usifanye hivyo ndugu yangu. Samahani. Naomba basi nipe nafasi jiulize hata kidogo tu. Naomba nisamee babangu. Nisamee sana. Yuzo. Naye mwamini naye anakuwa adui. Adui. Ona machungu nayopitia ni uchungu zaidi ya shubiri. Kama gari limesimama kwenye gia, nawaza vingi msafiri. Shike wapi niache wapi, nasizi panda bila ngazi. Dunia ina huruma, huruma, huruma mama. Mzee nina moyo wa uchungu, moyo umebeba vingi. Nimekutafuta sana. Amna bwana, kawaida tu. Ila mwanangu tusiongee sana. Unamjua yule baba Alikipala? Baba Alikipala? Kule bondeni kwenda Kakala. Kule faza yule. Yule faza ana mchongo, sio mchongoma, ana mchongo. Basi kwa nini gani? Pale kuna matofali sijui 300 yale sijui 200 hivyo hivyo. Ana 60,000. Basi fanya hivyo tuchomoke. Sawa. Mimi tu wewe tangulia hivi. Afu mimi nikampate nani? Asumani, afu ndo twende. Kwa mimi nitangulia kule ndo. Mimi naenda kumfuata Asumani. Basi kwa. Sawa.